just wanted also to take this opportunity to clarify the air. There has been a lot of rumors about our party leader, Raila Amolo Odinga, that he is very sick, that he is almost dying, that he is completely out. But I want to tell you that Raila is up and about, and he only, just like any other human being, was indisposed a little, and he is now recuperating and resting, but he was not in those conditions which have been put in the press. Watu wangu, vile mmesikia Oburu Odinga ameweza kuaddress the issue of Raila Amolo Odinga. Now, vile mmesikia amesema, sasa hapa ni kama there is a very big difference. Ida Odinga alipokuja jana, yeye aliweza kusema kuwa Raila ni mzima kabisa, he is very okay, he is doing good. Hata alikuwa ametoka chimu ya asubuhi. Na Oburu Odinga amekuja na ameweza kusema kuwa enyewe Raila Amolo Odinga ni mgonjwa. Lakini si hapo ambapo mnasema, si chapari. Ako mgonjwa na hayuko hapa Kenya, ako hospitali mahali fulani, hakuweza kusema ni wapi. Why? Na mimi nilikwisha kuambia kuwa things are getting more worse every day. Things are getting harder and harder. Sasa vile mnaona hawa ni watu wawili wa familia, wamekuja wametuambia two different information. Na hiyo imeend up kufanya wa Kenya sasa ukue na ile like now where is the truth? Ukweli uko wapi? Tuamini nani, tuache nani? Wa kwanza alikuja akatuambia Raila Odinga ako sawa kabisa. Ile yenye hata tulikuwa tumeamini kuwa okay, kama Ida amesema hivyo ni sawa tu. Lakini sasa ndio wametukoroga vizuri, wametuchanganya, wakatuchanganya vizuri sana. Oburu yeye amesema kuwa Raila Odinga is not doing well. Na si eti ni ile condition zenye mnasema, hiyo na amekataa. Akasema hizo condition hizo ni zenu. Hizo critical condition hizo ni zenu. But ameconfirm kuwa hayuko hapa Kenya na amekataa kuwa hiyo hospitali mnasema sio hiyo. Ako mahali fulani tu kwa hii dunia, kuna mahali yako. Na akasema kuwa ni kawaida tu. Na mimi nilikwisha kuambia kwa hiyo na aliongea vizuri. Maana hata mimi nilikwisha kuambia kuwa ugonjwa nayo ni kawaida. Hizi ugonjwa itakuja tu. But now the point is here. Kenyans are saying, kama umesema kuwa si that critical condition, kama umesema kuwa si hizo hali ambazo sisi kama Wakenya ambazo hawa Wakenya wote wamekuwa wakiongelea, na umesema kuwa ni matibabu ya kawaida tu, mbona asiweze kujitokeza akaongea, akasalimia watu wake? Maana watu wake wanamtafuta. Akasema kuwa mnaendelea aje? Hata hiyo peke yake, hata hai inatosha. That is the question. Hapo ndio sasa maswali imeanza kuchipuka moja kwa moja. Kitu ingine wakaweza kuuliza kuwa nao sasa mnataka tuamini nani? Maana these are two information from the same family zimekuwa delivered to us. Mnataka tuamini nani? That's another question. Hey, my good people. Ukisikia vizuri the speech of Oburu Odinga, ukisikia vizuri speech yake ilikuwa inaelekeza mkono kwa Ruto. Na mimi nilikwisha kuambia kuwa hii issue ya Raila kuwa mgonjwa imeend up kuleta vita baina ya watu. Na niliwaambia kama ukiona hiyo video, enda kwa video zangu hapo ukaangalie. Kuna video niliwatengenezea
na nikawaambia kuwa hii issue inaenda kuleta a very big war between people. Hamkuniamini. Mkaangalia hivi mkasema, what are you saying? Well, some days back vita ilikuwa inaelekea kwa Gachagua na Kalonzo. Yeah, that's where the war was. Gachagua na Kalonzo wakaekelewa vita, wakafinyiliwa. Hadi Gachagua naye akajitokeza akasema kuwa yeye si bakteria, yeye na Kalonzo si bakteria. Mambo ikachemka. Vita ikakuwa baina ya hao watu. Watu wakaanza kurushiana maneno hapa na pale. Mimi nikawaambia tu na nikawaambia kuwa as days are going, siku inapokuja baada ya ingine, it's when things are becoming harder. Hamkuchukulia serious. Nikawaambia this is now war. Hii ni vita ya maneno. Hii ni vita ya watu ambayo imejitokeza tu, watu watarushiana maneno. Hamkuamini. Sasa ona. Leo Oburu Odinga ameelekeza lawama kwa Ruto. I want to tell you, Ruto, that we are aware as a family and as Joluo and as Kenyans that you have very, very bad plans. You want to finish the life of Raila. And Ruto, we are warning you. We are warning you in broad daylight that if you attempt, Ruto, if you attempt, Ruto again, if you attempt the life of Raila, we are telling you that first of all, Kenya will not be the same again. And Ruto, you should also know that that will be the beginning of the end of your rule as a president of Kenya. Masikia vile anaongea na mauchungu. Wewe Ruto, like anyway, wewe mwenyewe umesikia. And now I'm wondering, hizi vita zitaisha lini? Maana this is a week now. Ni wiki imeisha. Wiki imeisha, Wakenya wako hapa. Kazi ni kujiuliza kuwa where is Raila Amolo Odinga? Watu wamejiuliza, wameulizana, watu wakajaribu kuongea. Unajua kuna ile nilikwisha kuambia kuwa kuna ile jambo unaona kuwa mtu hataki kukuambia. Na kama hataki kukuambia, unatafuta mbinu ya kumfinya, mbinu ya kumfinyilia mahali ama ya kumdunga kijiti hawezi kukuambia. Sasa hiyo ndio Wakenya walitafuta. Wakajaribu kudunga vijiti. Wakajaribu. Wengine hadi wakaamua kusema kuwa kama mtuambii basi sisi kama sisi tutasema kuwa ashakufa tayari. They ended up being there kusema kuwa amekufa so that wasikie kama at least mtu anaweza ongea. But wapi? Ni wiki imeisha. Leo ndio Oburu Odinga ameweza kusema kweli, ni ukweli kuwa Raila ni mgonjwa, lakini si ile condition yenye mnaongelea na si ile hospitali yenye mnasema. Anyway, and that's where the third question arises. Ni hadi lini Wakenya wataendelea kuuliza kuwa where is Raila Odinga? Ni hadi lini? And who will break this silence of people? Nani atakuja? Maana ni kama hata familia yenyewe haiko straightforward. Ni jana tu Ida amekuja akasema kuwa Raila ako sawa, pamoja na watu some of the ODM party leaders na watu wengine wa karibu sana wa Raila wakasema kuwa ako sawa, everything is okay. And again today we have a different information. Whom are we going to trust?